Sehemu ya pili ya chaguo la moyo. Tunaanza pale tulipoishia. Nikajibu poa za siku. Akasema nzuri tu, hongera kwa kupendeza. Nikamwambia asante, vipi? Shemeji hajambo? Baada kumwambia vile nikamuona kanywea kidogo, alafu akasema hajambo kwa sauti ya kupoa sana. Nikajua kabisa kuwa hapa hakuna jambo. Basi nilitamani kuendelea kupiga story naye, maana ule ukweli nilienda kwa ajili yake, lakini kanibidi nizuge naendelea na safari yangu kwamba kwake haikuwa kituo changu. Nikamwambia sawa basi mimi naenda. Akanambia poa, ila naomba nisamee kwa yote yaliyotokea huko nyuma, maana yule mwanaume mimi nilijua ni mkweli kwangu. Kumbe hakuwa mkweli. Baada ya kunipa mimba tu akaniacha na kwenda kuanza mahusiano na mwanamke mwingine wa mtaa huu. Nilishangaa kama sijui kitu na kumuuliza kakuzalisha? Akasema ndio kanizalisha na kuniacha. Nikamwambia pole sana. Akajibu asante, vipi ushaoa? Niliguna baada ya kuniuliza swali lile, ila nikamjibu kuwa bado sijaoa. Nilipomwambia vile akasema sawa. Basi mimi nikajikakamua na kumwambia nipe namba zako za simu. Humaira hakuchelewa, haraka sana akanipa namba zake za simu na mimi nikambipu na namba zangu zikaenda kwake. Nikamwona katabasamu na kusema sawa, nishazisave. Mimi nikamwambia sawa na kuondoka zangu. Basi sio siri, nilifurahi vibaya mno. Nilifurahi sana baada ya kukutana na Humaira na kupata namba zake za simu. Ikabidi niende nyumbani kwa rafiki yangu kumsalimia, maana naweza nisiende alafu akapata taarifa usiku wa jana nilikuwa mtaani kwao alafu yeye sijaenda kumsalimia. Itakuwa sio vizuri. Nikaenda nikamsalimia na baada ya hapo nikaondoka zangu kuelekea nyumbani kwangu. Kuanzia hapo mimi na Humaira tukawa tunachati vibaya mno kwenye simu. Na mwisho nikamtongoza kwa mara ya pili. Bwana we, Humaira alikubali haraka sana. Hakukataa wala nini. Alikubali chapu, nilifurahi sana. Na kwa kuwa nilikuwa nampenda sana, nikahitaji kumuoa kabisa na nikaanza harakati za kutaka kumuoa. Sasa bana ilikuwa ni kazi kuambia marafiki zangu kuwa nahitaji kumuoa Humaira. Najua lazima wangenishangaa mimi ni mtu wa namna gani, kwani mtu kanisababishia matatizo kipindi kile, lakini sikomi tu nataka kumuoa. Lakini nisingeweza kumuoa Humaira bila kuwashirikisha wanangu sana, wanangu wa faida. Kwa hiyo niliwaambia na kama nilivyowaza walinishangaa sana na kunihoji kwa nini nimuoe Humaira, mwanamke ambaye mara ya kwanza kanikataa na kumkubali mwanaume mwingine, kamchezea anavyotaka na kumzalisha juu, alafu mimi tena naenda kumuoa huyo. Kwa nini nisitafute mwanamke mwingine? Maneno marafiki zangu alikuwa ni ya kweli kabisa, lakini mimi nilimuoa Humaira kwa sababu nilifuata moyo wangu unachokipenda. Na moyoni mwangu kusema ukweli alikuwa kajaa Humaira. Kwa hiyo nikaamua kufunika kombe, kusahau ya nyuma na kumuoa Humaira. Mimi na mke wangu Humaira tumebahatika kupata watoto wawili. Tukiweka na yule wa mke wangu aliyempata enzi za ujana wake, tunakuwa na watoto 3. Kwa hiyo ndo hivyo. Mpaka sasa hivi nipo na Humaira wangu. Na kusema ukweli katulia, na Isa alipata funzo baada ya kuachwa na yule mwanaume wake aliyemwamini sana. Na huu ndo mwisho wa story yangu. Bye.